Asubuhi leo jema twaja mbele zako tukishukuru na pia tukisema ni asante kwa wema wako ambao Bwana umetenda nasi kwa ajili ya kutubariki na kibali ambacho Bwana ni cha uhai wa bure pasipo kulipa chochote Bwana. Baba na kusihi kwa huruma na kwa rehema zako, kama kunao mahali tumefikia kiwango cha kutakiwa na ule shetani kwako kwa ajili ya kunena, kutenda, kufikiri na hata kuona, ukashuke, ukatakase, ukatusamehe na ukatuoshe na damu ya mwana Yesu Kristo leo mwagika mahali pale Kalvari msalabani kwa ajili ya ukombozi, kwa kuwa ndiye Mungu kimbilio, ngao, tegemeo na msaada wetu wa karibu. Baba, tunashukuru ni kwa ajili ya kutufunguanisha na kututia nguvu na kutupa kibali ambacho ni cha kutoka nyumbani kufika mahali hapa madhabahuni mwako, tukiwa chini ya ulinzi wako na chini ya uongozi wako, kwa kuwa ndiye Mungu anastahili kuabudiwa. Naomba ukafunike nyumba hii yako yote na utukufu wako na ulinzi wa Roho Mtakatifu yako apate kuandamana nao. Roho wako Mtakatifu akapate kushuka na kaanze kututangulia kuanzia mwanzo katika hadi mwisho. Nasi tutashukuru na pia tutasema ni asante, kwa kuwa ndiye Mungu anastahili kuabudiwa. Baba, na kuomba asubuhi iliyo njema mahali popote ambao Bwana unaabudiwa katika roho na kweli, wewe mwenyewe ukafikia kutembea na ukapate kuachilia utukufu wako katika zile madhabahu, ukapate kuachilia neno lako katika zile madhabahu, ukapate kuachilia neema katika zile madhabahu, ili Bwana watu wako wakikulilia na wakikuita Bwana, wewe mwenyewe ukapate kuwasikia ukiwajua njia zako Bwana. Yale yote ambayo Bwana wanaoomba kwako ukapate kuyafuatilia na kuyatimiza, kwa kuwa ndiye Mungu kimbilio, ngao, tegemeo na msaada wetu wa karibu. Baba, na kuomba kwa neema, nikijua nikiamini ya kwamba kuna wale ambao Bwana wako mahali pale hospitalini, nami nikana kwamba kuna wale wote ambao Bwana wako mahali pale manyumbani wajizi vyema mili yao, hakika Bwana iko na shida. Naomba tuko huruma na kwa neema zako majaribu ya magonjwa wanaoyapitia, wewe ndiye mkombozi na wewe ndiye mponyaji na wewe ndiye mwenye kufunguanisha. Naomba ukapate kuwashukia na ukapate kuanguza na mkono wako wa kuume, ili Bwana ukapate kuondokea zile vitanda na ule udhaifu na ule uzito ukafikie kuondokea, ili wakazidi kushuhudia ukuu na uweza na nguvu zako na kuaminika kwamba kweli wewe uko na unastahili kuabudiwa. Baba, na kuomba ni kwa ajili ya wote walio magerezani, kijua nikiamini ya kwamba kuna wengi ambao Bwana wamefungwa bila makosa, naamini kana kwamba wamefikia kutolewa hukumu ambazo ni za wanadamu, lakini Bwana wana kilio katika mioyo yao, wakijua kana kwamba yale yote ambao yalifikia kufanyika yakahukumiwe Bwana yako katika mioyo yao na wabikia waiyatenda. Naomba tuko huruma na kwa neema zako ukawashukie, watafutie njia ambao ni ya kuondoka kule magerezani, ili Bwana ukazidi kulishuhudia na kulimidi na kuliheshimu jina lako. Na wale ambao wako masafarini Baba, na wakabidhi tu mikononi mwako ukawaonekania pia, ukawabariki na ukabariki kuwatangulia, ndipo Bwana wakazidi kushuhudia ukuu na uweza na nguvu zako, kaaminika na kwamba kweli wewe uko na unastahili kuabudiwa. Waliotekwa mateka na yule shetani, waliotekwa mateka na wachawi na waganga na maadui, naomba tu utukufu wako ukapate kuwashukia siku hii leo, ikawe hakika Bwana ni siku ya kufunguliwa, siku ya kuokolewa Bwana, siku ambao ni ya kufunguliwa kuondoka katika zile mateka, ili wakaamini kana kwamba uko na unastahili kuabudiwa. Nchi yote ya Kenya na ulimwengu wote naiweka tu mikononi mwako Bwana. Najua na naamini kana kwamba kuna moto unaonekana unapitia mashuleni, hiyo laini tunaikataa na kuikemea katika jina la Yesu Kristo. Naomba wale watoto ambao walielekea mashuleni, wacha Bwana ukawape ulinzi na wakafikia kusoma wakiwa chini ya mwongozo wako Baba, kwa kuwa ndiye Mungu kimbilio, ngao, tegemeo na msaada wa karibu. Unao magonjwa ambao yameanza kutokea katika ulimwengu huu, naomba tuko huruma na kwa neema zako Bwana, wewe mwenyewe ukabali kuachilia neema na ukabali kuachilia msamaha, kaondoe ule uzito, ukaondoe ule unyonge na ukaondoe ule udhaifu, ili watu wako wakaishi wakiwa huru, watu wako wakaishi wakiwa hakika wana wameongozwa nawe, kwa kuwa ndiye Mungu anastahili kuabudiwa. Baba, tazama inatangazwa kana kwamba dawa ya ule ugonjwa hakika Bwana haijapatikana. Naamini kana kwamba hata Naamani alikuwa ametafuta dawa, alikuwa amekosa, lakini wakati ambao uliamrisha akatumwa mahali pale ambao ni kunayolisha Bwana, uponyaji ulifikia kupatikana Bwana. Tunahitaji uponyaji wa kunguzwa nawe, tunahitaji uponyaji wa kunenewa nawe, tunahitaji uponyaji wa kuachiliwa nawe. Kenda ukabali kutenda maajabu na miujiza, kwa kuwa ndiye Mungu kimbilio, ngao, tegemeo na msaada wetu wa karibu. Shule mama ambaye Bwana tulikuwa tunaombea mahali hapa, naamini kana kwamba unamjua na mwelewa vyema.
asubuhi ya leo ya ibada. Tena Bwana ukabali kumtembelea mahali popote ambao watakuwa. Tena ukaendelee kukawisha kile kidonda kulingana na vile ambavyo Bwana alishuhudia. Na yale maumivu ukabali kuyaondoa, na ule uvimbe ukafikie kuondoa, ili akabali kushuhudia ukuu unaweza na nguvu zako. Kaamini kana kwamba uko na unastahili kuabudiwa. Na wengi ambao walisema wakafikia kukumbuka kwa maombi, na wapeana mikononi mwako. Tena Bwana ukabali kuwakumbuka, na ukabali kuondolea chochote ambacho nikinawisha ule mshetani, ili wakawe huru wakati ambao Bwana wanakutumikia, wakawe huru wakati ambao wanatembea nao, wakawe huru wakati ambao wanakuomba. Ibada hii ya siku ya leo na ikabidhi mikononi mwako. Kaachilia hakika Bwana utakazo kutoka mahali hapa madhabahuni, mahali hapa ambao ni kwa ukumbi, nje mpaka barabarani, ukaachilia utakazo wako na ufunguanisho wako. Mahali popote watu wako watafikia kupita, wacha ukabali kuwa pamoja nao, walio manyumbani na manjiani. Enda Bwana ukabali kuharakisha, ili tukaunganike katika ibada hii ambao ni ya siku ya leo, ili Bwana ikadirike wasiana kwamba kweli unatupenda. Jina lako likamulika pesi barika inuliwe, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Pigia Yesu makofi mazuri. Bwana apewe sifa. Ni asubuhi iliyo njema ambao Bwana mwenyewe ameifanya. Naamini kana kwamba ametupa kibali ambacho ni cha uhai. Yeye mwenyewe ameona ni vyema tukawe vile tulivyo, ili tukafike nyumbani mwake, tukapata nafasi ambao ni ya kushukuru na pia kusema ni asante kwa ajili ya mahali ambao ametutoa na mahali ambao tumefika. Ni kwa neema zake, ni kwa huruma zake, ni kwa nguvu zake, ni kwa uamuzi wake. Bwana apewe sifa. Hakuna yule ambaye amefikia kujifanyia uamuzi. Uamuzi huo umetokana na Baba. Na ukiwa umetokana na Baba, tumefika mahali hapa ili tumuite, ili tukapate kuyaleta mahitaji yetu mbele ya macho yake ya matakatifu, kwa sababu tuamini kana kwamba hakuna mwingine anaye na uwezo ambao ni wa kuyatatua isipokuwa ni huyo tu anayeishi milele na milele, ambaye hakuumbwa lakini alifikia kutuumba, ambaye yeye mwenyewe ndiye anayetuamsha, anatupa nguvu na anatuelekeza mahali ambapo panastahili. Kile ambacho nakuomba asubuhi njema leo, fungua moyo wako. Amini kana kwamba yeye yuko na anaweza kushuka kwako, na anaweza kukufungulia milango, anaweza kukutendea mema. Haijalishi jaribu ni la aina gani, yeye yuko naye, yuko nawe, na ako na uwezo wa kufungua milango mbele yako. Bwana apewe sifa. Jaribu lolote ulilo nalo, mkabidhie siku hii ya leo, na ukijua kana kwamba anaweza litatua, na yeye mwenyewe atafikia kulitatua, na atafikia kukushika na mkono wa kuume, na atazidi kukuongoza na kukupigania vita zote. Pigia Yesu makofi mazuri. Nasoma tu mstari mmoja tu, kiendelea kidogo, na ni Zaburi 104. Nafsi yangu umuhimidi Bwana. Wewe umuhimidi Bwana, wewe Bwana Mungu wangu. Umejifanya mkuu sana, umejivika heshima na adhama, umejivika nuru kama vazi, umezitandika mbingu kama pazia, na kuziweka nguzo za orofa zake majini. Uyafanya mawingu kuwa gari lake, na kwenda juu ya mbawa ya upepo. Wafanya malaika zake kuwa pepo, na watumishi wake kuwa moto wa miali. Uliweka nchi juu ya misingi yake, isitikisike milele. Ulifunika kwa vilindi kama kwa vazi. Maji yalikuwa yakisimama juu ya milima. Kwa kukemea kwako yakakimbia, kwa sauti ya radi yako yakaenda zake kasi. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Asubuhi iliyo njema, Daudi anatujulisha namna gani? Daudi anatujulisha matendo makuu ambayo ni ya Bwana, matendo ambayo Bwana alifikia kuyatenda, yale ambayo Daudi alifikia kuyashuhudia na akafikia kuyaona. Hayo ndiyo anayoyashuhudia kwetu, na hayo ndiyo anayetupa sisi, ili tukawe na uwezo wa kujua kana kwamba hakuna mlima ambao unaweza simama mbele zako ambao Mungu ana uwezo wa kufanya kuwa atembarale, wakati ambao unafikia kumwamini na wakati ambao unafikia kumuinua. Bwana apewe sifa. Wakati ambao alitembea na Musa, naamini kana kwamba walifika mahali pale baharini
hakukuwa na njia ya wana wa Israeli kupita. Na wakati ambao Musa alienda mbele za Mungu na kuomba, alionyeshwa vile ambavyo nguvu za Mungu zinafikia kutumika ili ile njia ilikuwa imekosekana ikaweze kupatikana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo kupitia kwa fimbo ambayo ilikuwa mkononi mwa Musa, kupitia kwa hiyo fimbo Mungu akafikia kukemea yale maji, na baada ya kuyakemea yakatengeneza milima upande na upande. Wana wa Israeli wakafikia kupita mahali pale katikati. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo asubuhi njema ya leo, chochote ambacho naweza sema kimesimama mbele zako, chochote ambacho wewe mwenyewe au kielewi, chochote ambacho kimejificha sirini ili wewe mwenyewe ukapate kuyapitia yale ambayo unafikia kuyapitia, hicho Mungu mwenyewe anakielewa. Ako na uwezo wa kukiondoa mbele zako na kufanya mbele yako kuwa tambarare na wema wake kuonekana mbele zako. Kwa hivyo tumaini lako lote na imani yako yote, enda ukapate kumkabidhia Bwana na ukapate kuamini kana kwamba anaweza, ukaamini kana kwamba anafungua, ukaamini kana kwamba anainua, ukaamini kana kwamba anaponya, na ukaamini kana kwamba anatangulia. Pigia Yesu makofi mazuri. Na yote yakiwa katika moyo wako, elewa kana kwamba ni lazima akafikie kukutendea, lazima akafikie kukuonekania. Ndiposa hata kesho na kuendelea akukapate kushuhudia ukuu wake, na ukawe unaamini kila mara ako na uwezo wa kutenda, kila wakati ako na uwezo wa kukutembelea, na kila wakati ako na uwezo wa kukuongelesha. Pigia Yesu makofi mazuri. Nafsi yangu umuhimidi Bwana. Wewe Bwana Mungu wangu umejifanya mkuu sana, umejivika heshima na adama. Bwana apewe sifa. Huyu ni Daudi anaongea kuhusu Bwana, na anaongelesha ile nafsi iliyo ndani yake. Bwana apewe sifa. Ikazidi kumuhimidi Bwana, ikazidi kumheshimu Bwana, kwa sababu wakati Bwana mwenyewe Mungu aliposimama mbele ya Samueli, wakati ambao Samueli alikuwa anamlilia Sauli, Mungu alimwambia kana kwamba mimi siangalii sura, mimi naangalia ile nafsi ambao ni ndani, mimi naangalia ule moyo ambao ndio nastahili nitembee nao. Kwa hivyo wakati ambao alikuwa anamwambia hivyo, Samueli alikuwa ameangalia Sauli katika sura yake na vile ambavyo alikuwa, na akawa na uamuzi, mtu huyu anaweza waongoza wana wa Israeli vyema. Lakini Mungu wakati alipotazama moyo, alikuwa amemkataa Sauli, na wakati ambao Samueli alisimama mbele zake, akafikia kumshuhudia na kumwambia kana kwamba sitazami sura, lakini natazama moyo wa ndani, vile ambavyo unaongea na vile ambavyo huo moyo uko. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo asubuhi njema ya leo, vile ambavyo moyo wako utakavyokuwa, hivyo ndivyo Bwana atakavyo kukutazama, hivyo ndivyo Bwana atakavyo kukutembelea, na hivyo ndivyo Bwana atakavyo nena nawe siku hii ya leo. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo chukua hatua na uelewe kana kwamba umefika nyumbani mwa Bwana, mahali ambapo panastahili. Umefika nyumbani mwa Bwana, mahali ambapo unaweza leta mizigo yako ambayo ni mizito, ambao hauwezani nayo, kwa sababu katika maandiko yanatuambia aliye na mzigo mzito aulete kwangu, na mimi nitafikia kumpumzisha. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ule mzigo ambao umebebana nao katika maisha yako, asubuhi njema ya leo, elewa kana kwamba unaye mmoja ambaye ako na uwezo wa kukuondoa ule mzigo. Unaye mmoja ambaye anaweza kukuweka huru. Unaye mmoja ambaye anaweza kukufungua na kukuonyesha mbele zako vile kulivyo. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo karibu asubuhi njema ya leo katika ibada, na wakati ambao unajiandaa, uelewe kana kwamba yeye yuko na yeye mwenyewe ako na uwezo na mawazo ya kuona kana kwamba mambo yamekuwa mengi, mambo yamekuwa mazito. Hayo ondoa, kwa sababu anayeyaondoa yeye ndiye umemkujia, ili ukapate kumshukuru na ukapate kusimama naye. Kwa hivyo mbarikiwe na mkaribishwa katika ibada, ndiposa tukapate kuomba Mungu akatuongoze. Anaamini kana kwamba tukiondoka, tutaondoka na furaha, tutaondoka na kile ambacho tulikuwa tunakujia kwa Bwana. Barikiweni, barikiweni na karibuni sana katika ibada.